Get the point. Take a step forward. Baba, katika jina la Yesu, tueleweshe hata na haya kama ulivyo mwaminifu katika hali zote. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Ndugu zanguni, ufika wakati katika maisha ya mtu akatamani awe na mtu wa kusimama naye, na mtu huyo anakosa. Nimepitia tajriba tele katika maisha yangu, ila miongoni mwa tajriba zenye uchungu zaidi ni kuhitaji mtu kusimama na wewe wakati wa giza la maisha, na mtu huyo akuambie mambo ni sawa na ukose hata mmoja. Paulo alihitaji mtu wa kusimama naye. Paulo akakosa mtu wa kusimama naye. Kama Paulo alikosa mtu wa kusimama naye, nawe hakika siku moja katika safari yako ya imani, na kutangazia mapema ili ukajiandae, utakosa mtu wa kusimama nao. Yesu alihitaji mtu wa kusimama naye katika giza totoro la Getsemani, akakosa mtu wa kusimama naye. Nikuambie mapema katika safari yako ya imani, kabla halijatendeka, ili ukajiandae, nawe utahitaji mtu katika giza la maisha na utusitusi wa safari yako, na utakosa. Lakini jipe moyo, naomba ujipe moyo, maana katika kukosa kusimama na wewe, mwanadamu anapoondoka na rafiki aliyokuwa karibu, warafiki watakuja tena, watasimama nawe, wataondoka. Ndugu zangu mliokuja kwenye afra hii sabato ya leo, nataka nikuambie vizuri. Nikisema utatorokwa usimame peke yako, uenda unafikiria atakayetoroka asisimame nawe hayupo kwenye mkutano. Nataka nikuambie, ikiwa wataka kujua atakayekutoroka utakapokuwa unahitaji msaada, angalia aliyeketi mkono wako wa kushoto. Ndiye huyo nazungumzia. Angalia aliyeketi mkono wako wa kuume. Umemwona? Ndiye huyo atakaye kutoroka wakati utahitaji mtu wa kusimama nao. Maana wakati mwingine maandiko yanaposema tunakosa wa kusimama nasi, unafikiria watu walio mbali, labda unafikiria hawapo. Leo nikuambie hivi, angalia vizuri aliyeketi mkono wako wa kuume. Utakapohitaji mtu wa kusimama nawe, akupe bega, ukadondoshe machozi, atakosa. Ndiye huyo. Maana maisha ya Biblia yananionyesha kwamba waliopotea walipohitajika hawakuwa wengine. Paulo anaposema wote wamenitoroka, alikuwa anamaanisha mitume wenzake, wote walimtoroka. Akasema hata anapoandikia Timotheo, sikiliza wewe uliyeketi pale, unafikiria huyo ni rafiki, kwa sababu asubuhi alikuandikia ujumbe akakwambia njoo tuende kwenye afra ya Patekas, ukafikiria atasimama na wewe. Ngoja nikuambie leo hii, ona hata lunch ya leo kama atakutoa kununulia. Wewe unadhani atakayekuacha ni mwingine? Ndiye huyo. Wanaheri walio na watu wanaosimama nao wakati ulimwengu umeondoka. Una bahati sana. Una bahati. Rafiki mtacheka naye, nakwambia ukweli. Mtakula naye, mtafurahi naye, mtakanyaga naye hapa kwenye afra. Lakini utakapohitaji mtu wa kusimama naye, maisha atakapokuwa mazito, atakuwa anakuambia ndivyo maisha yalivyo, na anakuandikia ujumbe akiwa mbali. Anakuambia jipe moyo. Lakini ngoja nikuambie, usikate tamaa. Haleluya. Usikate tamaa. Haleluya. Paulo anasema, naomba Mungu asiwahesabie kosa. Rafiki yangu utakayeniacha wakati nitakapokuhitaji, sitakuhesabia hoja, kwa sababu ndiyo hali ya wanadamu. Wanadamu wanakosa wanapohitajika, lakini yupo mmoja. Haleluya. Paulo anasema, lakini Bwana alisimama nami. Haleluya. Amesimama nasi. Haleluya. Sikiliza ndugu zangu. Namaliza. Sijui pianist wangu ameenda wapi. Ndugu zangu mliokuja kwenye afra,
Anajua kazi yako. Wakati nilihitaji mtu kusimama nami, usiku ulikuwa mzito, singeweza kulala. Kimya kilinipigia kelele na amani ilikuwa kama ndoto ya mbali. Hapo ndipo Bwana akatokea, sio kwa ngurumo wala sio kwa moto, bali kwa sauti ya upole iliyopenya zaidi ya hofu yangu. Nilimuhisia Bwana karibu sana, na kama blanketi juu ya roho iliyo baridi, kama jua linavyochomoza juu ya moto uliolowa machozi. Alisimama pale Bwana ambapo wengine hawakuthubutu kusimama pamoja nami. Alikaa wakati wengine waliondoka. Moyo wangu ukajaa utoshelevu, sio kwa kile nilichokuwa, bali kwa sababu ya yule aliyekuwa pamoja nami. Amani ilijaa moyoni, sio ile amani ya dunia. Hapana, hii ni amani itokayo mbinguni, amani ishushayo faraja, amani inayotuliza moyo unaopukutikwa na machozi, ile inayokumbatia moyo na kutuliza dhoruba za maisha. Nilikuwa kimya, lakini sikuwa peke yangu. Bwana asifiwe, kwa sababu katikati ya vurugu nikamshika mkono, nikasikia sauti yake, sio kwa masikio bali kwa moyo wangu, na katika roho yangu akaniambia, mwanangu, usiogope, maana niko na wewe. Maneno hayo ndugu zangu ni kama ngurumo ndani ya kimya, kama mwanga ndani ya giza, kama tumaini katikati ya kuvunjika. Niko na wewe, alisema, akaniambia niko na wewe, wala usitie shaka. Sio tu kwa maneno, bali kwa ahadi tamu. Sio tu sauti ya upole, bali ni sauti ya vita. Mbingu ilisimama nilipoanguka, na neema ikanibeba wakati nguvu ziliniishia. Sasa, haleluya, sasa natembea kama anayejua nimefunikiwa na neema, na ahadi ya Bwana inaenda pamoja nami. Nena kama anayejua nyuma yangu kuna nguvu, na inuka kama ambaye hajawahi kuwa peke yake, maana ameniambia, mwanangu, niko pamoja nawe. Kwa sababu nilipohitaji mtu wa kusimama nami, Bwana alisimama. Nilipohitaji mtu wa kusimama nami, Bwana akasimama, akasema, mwanangu, bado nasimama na wewe. Mwanangu, daima nitasimama na wewe. Umati amesimama. 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 Baba, katika jina la Yesu, moyo wetu unajaa furaha, na hata machozi yanapotutoka kwenye macho, si kwamba tunalia kwa sababu ya uchungu, lakini ni kwa sababu tuna hakikisho la ahadi ya neema inayoandamana pamoja nasi. Amesimama nasi. What a powerful statement. Amesimama nasi. Na hata wapendwa wetu walipokufa hospitalini, haikumaanisha hukusimama nasi, bali hata baada ya kuwazika tumesimama. Umesimama nasi, ukatupa faraja, upendo, tumaini, amani, utoshelevu na ahadi ya kuwa pamoja nasi. Kuwa pamoja na dada yangu, kuwa pamoja na kaka yangu, kuwa pamoja na waimbaji, kuwa na wote waliokuja kwenye mkutano. Tunahitaji hakikisho kwamba wakati ulimwengu unapoondoka, Baba, wewe utasimama pamoja nasi. Najua walio karibu nami watanitoroka, hata katika uvundo wangu. Wakati mwingine hata mwili unapokuwa umechakaa na vidonda, wanatuachilia mbali. Hata wakati hela zinapotea, zinaisha, waliokuwa wanakuja hata kutazama televisheni kwetu wataenda tu. Waliokuwa hata wana like status zetu
watakuwa wanapita, maana akilike tutajua yupo, tumuombe msaada. Father, it gives us solace to know that there is a God who will stand when the rest of the world walks out. Be with us now and forevermore. And may we keep hearing the sauti ikisema, nipo pamoja nawe, tazama nipo pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. Kwa maana tumeomba kwa uaminifu, kwa utulivu, kwa jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Kanisa seme amen bila kupiga kelele. Mungu awabariki. Asante. Get the point. Take a step forward.